Menelewa vizuri, naeleweka sawa sawa. Kuna vita ambavyo mbalimbali unakutana navyo. Kwa nini unakutana na hivi vita? Kwa sababu umefukuza ufalme ambao ulikuwa umezoea kuishi ndani yako, halafu ufalme mwingine ukaingia. Kwa hiyo hizi falme mbili wakati wote tangia uumbaji wa Mungu huwa vita vipo. Menelewa vizuri na nielewa sawa sawa. Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Jamani, haleluya. Yule joka akapambana kupigana na yule mwanamke, lakini Biblia inasema kwamba ashukuriwe Bwana kwa sababu yule mama alinyakuliwa. Jamani, haleluya. Ambaye leo hii tunamfananisha na kumlinganisha na kanisa ambaye ni bi harusi wa Kristo Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hii vita haijaanza leo ilipookoka vita hii. Ilianza tangia zamani, wakati watu wakiwa wanaokoka, ama wakati Mungu Baba amemuumba huyu mwanadamu. Biblia inasema vita ilianza pale. Ibilisi akamjia Hawa akamwambia ati Mungu alisema msile matunda yote yaliyopo mti katika bustani hii ya Eden. Biblia inasema mwanamke akaanza, tunaona pale sura ya 3, mwanamke anaanza kuhojiana na huyu ibilisi pasipo kuelewa ya kwamba tayari yuko katika vita. Akaanza kuhojiana naye, na Biblia inasema kwamba mwisho wa mahojiano yale, kwa sababu Hawa hakujua hila za ibilisi, hakujua kwamba shetani amemjia ili amwangushe, Hawa maskini ya Mungu alianguka. Hawa akatoka katika makusudi ya Mungu na katika maagizo ya Mungu. Kwa hiyo unapookoka, tunaona kwamba Mungu Baba kwa lile agizo la kuyaishi maisha matakatifu, shetani analichukia kupita kawaida. Ibilisi anachukia agizo la kuyaishi maisha matakatifu kupita unavyofikiri. Ndio maana unapopanga kufanya mambo mema mazuri, unapopanga kuokoka. Kuna wengine walipookoka hapa walikutana vita vingi. Hajaombewa sala ya toba bado, hajaombewa maombi na mchungaji ama na mwinjilisti, lakini alikutana na vita vikali. Anapanga niende kanisani leo nikaokoke, lakini anakuta hapana kabisa. Anasikia usingizi, anasikia kuchoka, wakati mwingine anasikia kuugua, wakati mwingine anakutana na mjumbe wa shetani kabisa, anamsubaisha kukutana na Yesu, na hatimaye unakuta kwamba bado anaendelea kuwa mtumishi wa ibilisi. Kwa hiyo watakatifu wa Bwana tunaitwa watakatifu kwa sababu ya yale maagizo ya Mungu aliyotupa ya kuishi maisha matakatifu. Jamani, Bwana asifiwe. Watukulie, haleluya. Ninajaribu kuitoa maiki ili unisikie. Si wote mnanisikia vizuri? Kama mnisikii niongeze sauti, kwa sababu hii maiki ina sauti ya kutosha. Jamani, amina. Vita vya kiroho. Vita hii ya kiroho vimetafsiriwa, ama vita imetafsiriwa katika aina mbalimbali za kutafsiri neno hili vita. Menelewa watakatifu Bwana, ni mashindano kati ya mtu ama watu wawili. Menelewa wanaowania kupata kitu fulani katika maisha yao ama katika sehemu zao za kuishi. Tafsiri ya vita, ukisikia vita ni kati ya watu wawili wanaoshindania kupata kitu fulani wanachokihitaji katika maisha ama katika mazingira yanayowazunguka. Kwa hiyo ninapoongea mbele yako kuhusu vita, moja kwa moja utanielewa kwamba ninapoongea kuhusu vita ya kiroho, vita vya kiroho, ninamaanisha wewe uliokoka na kiumbe mmoja anaitwa Shetani, ambaye hawa wote wawili wanashindania kupata kitu fulani katika maisha yao. Wewe unashindania kupata uzima wa milele kwa kuyaishi maisha matakatifu, si ndio? Na Shetani anashindania
kukupata wewe uyaishi maisha yake anayoyaamua ama anayoyataka ndani ya maisha yako. Hivi vyote viwili ama watu wao wote wawili wanafanya vita. Hivi vita mimi napambana kuhakikisha kwamba nitayaishi maisha matakatifu, na shetani anapambana kuhakikisha kwamba utayaishi ama nitayaishi maisha machafu, ambayo katika hayo atayajivunia huyu shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivyo, mpingeni huyo shetani mkiwa nini? Mkiwa kabisa. Naye atafanyaje? Wapendwa? Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Haraka. Sura ya 5 mstari wa 8 na wa 9. Haraka Petro wa kwanza. Kama umepata naomba apewe maiki huyu aliyepata somo. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sema amen. Asante binti, asante sana. Unaweza ukakaa na hiyo maiki ukampa mwenzako utakapotaja kitabu kingine. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sikiliza, kuna mambo ya msingi ambayo yanatakiwa kuzingatiwe hapa kati ya mtu ambaye ni Mkristo uliyeitiwa kupigana vita hivi vya kiroho. Haleluya. Cha kwanza kabisa muone kufanyaje na kiasi, halafu katika ile kiasi na kuyaishi maisha matakatifu. Anapoongea kukesha hamaanishi kwamba ukosa usingizi ukae kule nyumbani kwako kitandani unahesabu mifereji ya mabati kwamba katika nyumba yako imeezeka mabati yenye mifereji mingapi. Anapoongea kuhusu kukesha anamaanisha kuyaishi maisha matakatifu ya kujilinda bila kutenda dhambi. Hebu nisaidie kusema amen. Maisha ya kukesha, yale ya kuyaishi, yale maisha ya kujitambua, maisha ya kujitambua kwamba wewe ni mwanajeshi, maisha ya kujua kabisa kwamba wewe ni mwana wa Mungu, maisha ambayo unatakiwa utambue kwamba umepewa agizo. Sema amen. Kila mmoja tumepewa maagizo, na ndani ya maagizo haya hatutaweza kuyatimiza kwa sababu mshitaki wetu shetani anazunguka akitafuta mtu aliyebeba maagizo ya Mungu apate kumharibu. Hivi unaelewa, unaweza ukaharibiwa sekunde. Kama haujitambui unaweza ukaharibiwa sekunde. Unaweza ukavamiwa. Sikiliza niwaambie wana wa Mungu, anaposema muwe na kiasi na kukesha, haiambii dunia, analiambia kanisa lake, watu waliookoka, kwamba lazima utambue ya kwamba kusudi aliloweka Mungu ndani ya maisha yako, maisha matakatifu na ya kumtumikia, hayo shetani hayapendi, ibilisi hayapendi. Na kama hayapendi, ndio vita vinatokea. Vinaanzia hapo kwamba unatokaje kusema kwamba eti ni mwana maombi? Unatokaje kwenda kanisani wewe kusema eti unaenda kanisani? Unatokaje kusema kwamba eti unamtolea Mungu sadaka ya ujenzi na sadaka ya sifa na za shukrani? Unatokaje wewe kutoa sadaka unatokaje wewe kwenda kusema kwamba eti unaenda kwenye ibada? Unatokaje wewe kusema kwamba unamwambia mwenzako kwamba eti nimeokoka? Unaanzaje kuyaishi maisha matakatifu haya?